Anasema I'm a Hebrew of Hebrews. Mimi ni Mwebrania wa Waebrania. Niko na all confidence that I'm an Hebrew. Na kama tutaangalia sheria ndio muwe na kitu cha kujivunia, basi mimi ni Mfarisayo. Sawa? Ikiwa utajivuna kwa sababu ya sheria, basi mimi ni Mfarisayo. Mfarisayo ni nani? Alifanya nini? Tunajua Wafarisayo walikuwa ni watu aina gani? Mafarisayo walikuwa ni watu wanaojua sheria. Walikuwa ni wanasheria. Walikuwa ni wasomi wa sheria, wangesoma wakwambie kifungu hiki na hiki kinasema hivi, na hata waweze kuinterpret, wakusaidia kuelewa sheria ya Mungu inasemaje. Ni watu ambao walikuwa wanajua sheria sana. Lakini hao ndio watu ambao Yesu alikuwa na wakati mgumu nao, mwingi sana, kwa sababu wao walifuata sheria, hata wakaongezea sheria nyingine ya kufuata, lakini wakaacha mambo ambayo ni ya muhimu kama huruma. Wakaacha mambo ambayo ni ya muhimu, ambayo wakati mwingine nilikuwa hapa asubuhi nilikuwa nasema kuna mambo mengine tunaona ni ya muhimu sana, but God is not even interested in them. Hello? Unaangalia kufunga ni kwa muhimu sana, lakini Mungu anasema hata hiyo kufunga unafunga, wewe ungeonyesha tu rehema. Kuna huyo jirani yako ameshindwa kukulipa deni, hebu muonyeshe hata masi, umsamehe. Lakini wewe umemshika, umempeleka gerezani, umemfunga huko miezi 6, na sasa hapo umefunga ili umpendeze. Anasema no. Angalia, kuna mambo ya muhimu, but these people they neglected the important matters, but walikuwa ni wanasheria. Sasa anawaambia ikiwa ni kujivunia sheria, mimi ni mwanasheria, mimi ni Mfarisayo, mimi ni Mwebrania, nimetoka katika kabila la Benjamin. I have all the reasons to put confidence in the flesh. Are we together? Yes. Alafu anasema as to zeal, ikiwa ni zeal ama kule kujitoa mhanga, anasema mimi I was the persecutor of the church. Mafarisayo yeye akiwa mmoja wapo, jua ya kwamba walikuwa kinyume na Ukristo. Maana Ukristo ulipokuja ulipata Mafarisayo bado wako wanafuata sheria. Tuko pamoja? Sasa akajitolea sana kuwapiga watu ambao ni Wakristo. Na Biblia inasema, ukisoma Matendo ya Mitume inasema ya kwamba alikuwa akiwapata wale ambao ni watu wa njia, the people of the way, anawakamata, anawaprosecute, wanapelekwa, wanafungwa. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Paulo. Na aliheshimika kwa sababu hiyo, kwamba anapigana na ili vuguvugu la Ukristo liishe kabisa, wasipatikane watu wa kusema Yesu ni Bwana. Alijitoa, akiwakamata, wakienda wakishtakiwa na kufungwa. Kumbuka hata akija kuokoka, akija kukutana na Yesu, anakutana naye akiwa anaenda wapi? Damascus. Anaenda kufanya nini? Anaenda kuwapiga, anaenda kuwakamata. Ako na barua ya kutoka kwa viongozi wa dini yake kwamba ukiwapata washike na wafungulie mashtaka. That's what he was going to do. And as he was on the journey, wakiwa wanaendelea na watu, the Bible says that aliona mwanga, akakuwa kipofu, akasikia sauti ikimuita, Sauli, Sauli, kwa nini mnanihofu? Why are you persecuting me? Akamuuliza, who are you? And the voice answered, it is Jesus Christ. You are persecuting me. So anawaambia ikiwa ni kujipea ujasiri, confidence, because of the zeal, then I was doing it the right way. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema, there is nothing to put confidence in the flesh. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kutegemea mwili, hakuna kitu. Usiweke ujasiri wako kwa kitu chochote ambacho ni cha kuisha. Sasa anawaambia kwamba kama ni kwa mambo ya zeal, I was the persecutor of the church.
That one he did perfectly. As righteousness under the law, blameless. Ikiwa angehesabiwa haki kupitia sheria, hata hiyo kupiga hao watu, yeye anaona hana makosa. He was blameless. Hakuwa na makosa yoyote. Lakini anawaambia kwamba but whatever gain I had, manufaa yoyote ambayo nilikuwa nayapata kwa kile nilikuwa nakifanya, leo hii is a completely different story. Anasema whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Nataka tusome huo mstari wa 7 sisi sote. Open your Bible, we read verse 7. What does it say? But whatever gain I had, open, that is Philippians chapter 3 verse number 7. Let's read together. 1, 2, read. I counted as a loss for the sake of Christ. Wengine wana Biblia wa Kiswahili wasome kwanza peke yao. 1, 2, 3 tusome. Kwa Kiingereza na tusome. Bwana Yesu asifiwe. Muulize huyu jirani, je, umehesabu kuwa hasara? Ama yeye hana? Kama alikuwa ndio anaongea, angekuwa na hesabu, amehesabu kwa hasara. Yes?